Katika miaka 60 jijini London, Estelle alizaliwa akiwa na nywele za rangi mbili, nyeusi na nyeupe. Kwa sababu ya kuonekana tofauti, watu walimchukulia kama mtu wa ajabu na kufaulu kuendana na matarajio ya jamii. Tangu akiwa mdogo, Estelle alikuwa mbunifu sana na alikuwa na jicho pekee kwa mitindo ya mavazi. Ingawa mama yake Catherine alijaribu kumfundisha umuhimu wa kufuata mifumo ili awe mbunifu mzuri wa mavazi, Estelle alikataa kabisa kufuata alichoambiwa. Alikuwa mwelevu, mbaya kidogo na mwenye wazimu wa aina fulani hivi. Catherine alimpeleka Estelle shule ya kifahari ya bweni, akimsihi adhibiti upande wake mbaya aliyoupa jina la Cruella na akubali upande wake mzuri wa huruma. Lakini hali hiyo haikudumu. Estelle alikuwa kipekee mno kuweza kuendana na wengine. Alifanya rafiki mmoja tu, Anita, lakini wanafunzi wengine walimdhihaki na kumtendea vibaya kila mara. Estelle alikataa kubadilika na akaanza kuonyesha upande wake mbaya kwa kupambana na wanafunzi waliomletea shida, mpaka walipomrusha kwenye jala taka. Huko alimpata mbwa wa mitaani ambaye alimpa jina la Badi. Tabia yake mbaya ilimsababisha aende mara kwa mara kwa mwalimu mkuu na kumfanya aonekane kama mtoto mwenye matatizo, jambo lililozua mzozo kati ya mama yake na mkuu wa shule. Catherine aliamua kumtoa Estelle shule hiyo ili rekodi yake isiharibike. Licha ya mkuu wa shule kutaka mfukuze rasmi, Catherine aliendesha gari pamoja na Estelle na Badi hadi London, akitumaini kuanza maisha mapya na kumtia moyo binti yake kufuata ndoto yake ya mitindo ya mavazi. Lakini kwanza, Catherine alisimama kwenye sherehe ya kifahari ya msimu wa baridi katika Hellman Hall, akimwambia Estelle kwamba lazima azunguke na rafiki yake wa zamani ili kupata pesa wanazohitaji kuanza upya. Estelle alitaka sana kuona karamu hiyo, lakini mama yake alisisitiza abaki kwenye gari, akimkabidhi mkufu alioueleza kama urithi wa familia. Lakini baada ya kuona gauni la kipekee, Estelle na Badi walitoroka kutoka kwenye gari kwenda kutazama sherehe hiyo. Ndani, Estelle alivutiwa sana na mitindo ya kuvutia ya mavazi na kwa mara ya kwanza alihisi kama mahali pale ni pake halisi. Lakini wakati Badi alipojitoa mikononi mwake na kukimbia, Estelle alimfuata kwenye chumba chenye umati mkubwa wa watu, jambo lililomvutia John, msaidizi wa karibu wa msiri wa Baroness. John alimkamata na alipomwona akiwa na nywele nyeusi na nyeupe, alimfunika na koti na kujaribu kumtoa nje kwa haraka. Lakini muda si mrefu, Estelle anafukuzwa na Dalmatias watatu wakali, analazimika kujificha nje ya jumba hilo. Estelle anaanguka chini, lakini mbwa wale watatu wanampita moja kwa moja. Alipojinyanyua, Estelle alilazimika kutazama kwa huzuni, mbwa wao wakimrukia Catherine na kumsukuma hadi kuanguka kwenye mwamba, na kifo chake kikatokea papo hapo. Wageni wa sherehe walikusanyika kuona kilichotokea, na Baroness anadai kuwa ilikuwa ni ajali, kwamba mwanamke huyo alikuwa akimshambulia kwa sababu ya pesa. Estelle anajilaumu kwa kifo cha mama yake na anamkimbia hadi anapata hifadhi kwenye gari la taka, na hajagundua kuwa ameacha nyuma mkufu wa mama yake. Hatimaye Estelle anafika kwenye chemchemi ya Regent Park, mahali alipotamani kutembelea pamoja na mama yake. Akiwa na huzuni, anaomba msaada kwa kuharibu kila kitu, na Cruella upande wa giza anatambua kuwa amepoteza mkufu ule wa thamani. Asubuhi iliyofuata, Estelle anaamka akiwa amelala kwenye chemchemi. Anawaona wezi wawili wa mtaani, Jasper na Horace, pamoja na mbwa wao mweupe mwenye jicho moja aitwaye Winky, akichukua pesa kutoka chini ya chemchemi. Jasper anaona mara moja kuwa Estelle hana familia. Polisi walipojitokeza, watoto wao wanakusanya mbwa wao na kukimbia. Ingawa walijaribu kumtoroka, Estelle na Badi wanaweza kuwafuata hadi mafichoni mwao. Vijana wao wanamtambua Estelle, naye anawafichulia kuwa yeye ni yatima. Jasper anamhurumia na kumshawishi Horace akumbuke hisia hiyo, akimwambia kuwa Estelle anaweza kuwa mtu mzuri katika kundi lao. Kuwa na msichana miongoni mwao kunaweza kuwasaidia kwa kumtumia kama kivutio kisichokuwa na hatia. Estelle anapata hifadhi salama kwa wavulana, lakini nywele zake za rangi mbili za kuvutia sana kwa maisha ya kiarifu, hivyo anafanya uamuzi wa kuzipaka rangi nyekundu. Miaka 10 baadaye, Estelle sasa ni mtu mzima, anaishi na Jasper, Horace, Badi, Winky kama wezi wadogo waliobobea. Wanapora watu kwenye basi, wanavunja nyumba, wajifanya wageni kwenye hoteli ili kuiba mali za wageni, na mara kwa mara wanakimbia polisi wanapojitokeza. Ingawa amelizika kwa maisha yao rahisi ya kiarifu, Estelle bado anaendelea kuwa mbunifu wa mavazi, akiota kupata kazi kama mbunifu katika kampuni maarufu ya mitindo ya Baroness von Hellman inayoitwa The House of Baroness. Siku ya kuzaliwa kwake, Jasper na Horace wanaiba keki na kumpa pamoja na zawadi ya kipekee nafasi ya kazi katika duka la Baroness. Jasper anafichua kuwa aitumia mbinu ujanja ili Estelle akubalike, ikiwa ni pamoja na kuingia kwa nguvu na kuweka wasifu yake juu kabisa ya rundo la maombi. Estelle anafurahi fursa hiyo, lakini Horace anafikiri anatumia kazi hiyo kama nafasi ya kutapeli. Estelle anasikitishwa sana anapogundua kuwa kazi yake mpya si ya kifahari hata kidogo, bali ni kazi ya kusafisha. Mnyonge asiyeheshimiwa. Licha ya juhudi zake, bosi wake anakataa kabisa kuangalia michoro yake ya mavazi na badala yake anampa kazi nyingi zaidi za usafi. Jasper na Horace wanamtembelea na chakula cha mchana, lakini Estelle kwa haraka anatambua anatafuta monyo wa kufanya ujanja, nafasi ya kuiba kitu kutoka dukani. Estelle anasisitiza kuwa anataka kufanya kazi ya uaminifu bila wizi wowote katika duka hilo. Bahati mbaya, mfuko ataka anaobeba unamwagika
kumwagika juu yake na kumwacha akiwa mchafu kabisa. Jambo lingine ambalo bosi wake anamkaripia nalo, akimwambia abaki kusafisha usiku kucha. Estela anaiba pombe kutoka ofisi ya bosi, anakunywa hadi kulewa na kuelewa kwenye dirisha la maonyesho ambalo analiona la kuchosha na lisio la kisasa kabisa. Asubuhi inayofuata Estela anaamka akiwa na hangover karibu na dirisha hilo, akiwa amelipamba upya kabisa kulingana na mtazamo wake wa kipekee wa mtindo. Estela anajaribu kujificha pamoja na Hollens na Jasper ambao tayari wameshaiba vitu vyao vya thamani, lakini wakati Baroness alipouliza ni nani aliyepamba dirisha la maonyesho, bosi wake Estela anamtoa kafara na kutangaza kuwa atafukuzwa kazi. Kwa mshangao wa wote, Baroness anasema ameridhishwa sana na kazi hiyo na badala yake ya kumfukuza kazi anampa Estela kazi rasmi. Estela sasa anaanza kazi kwenye The House of Baroness ambapo anaanza kubuni mavazi ya kipekee na ya asili. Kazi yake ngumu inaanza kuvutia macho ya Baroness haraka sana. Estela na Baroness wanakuwa marafiki wa karibu kwa muda mfupi kutokana na kazi ya ubunifu wake mzuri, lakini Estela anagundua mapema kwamba Baroness ni mwanamke baridi na mwenye huka ya kisaikolojia ya ukatili. Baada ya kazi, Estela hutembelea duka la nguo za zamani ambapo anafanya urafiki na mmiliki wake Alti. Anatambua gauni jekundu la kuvutia kwenye dirisha ambalo ni muundo wa zamani wa Baroness. Baada ya kuweza kumshawishi Baroness kwa yeye ni kipaji, Estela anazidi kuwa karibu na bosi wake. Lakini siku moja anamuona Baroness amevaa mkufu ambao anautambua mara moja. Ni ule ule ambao mamake alimpa. Estela anamuuliza Baroness kuhusu mkufu huo, naye anadai kuwa ni urithi wa kifamilia. Akabuni hadithi ya uongo kuhusu mfanyakazi wa zamani aliyejaribu kumuibia na baadaye kuanguka na kufa. Katika wakati huo huo, Cruella, upande wa giza wa Estela, anaanza kuhisi na chuki kubwa dhidi ya Baroness, akitambua kuwa sherehe waliohudhuria siku hiyo ya kifo cha mama yake ilikuwa ni ya Baroness. Estela anawaeleza Hollens na Jasper yote yaliyotokea na anasisitiza watumie fursa ya kupora mkufu. Anataka kuurudisha mkufu wa mama yake. Katika siku zilizofuata, Estela anatumia kila dakika kupanga wezi huo kwa umakini mkubwa, akijifunza ratiba ya Baroness kwa undani, akiwafuatilia walinzi mienendo yao pamoja na kubaini mahali pa kamera zote za usalama. Estela anatambua haraka kwamba Baroness anamtambua kama atahudhuria sherehe hiyo akiwa kama yeye mwenyewe, lakini Estela ana mpango mwingine. Usiku wa sherehe ya kifahari, Jasper na Hollens wanafika kwenye jumba hilo wakiwa wamevaa kama wateketezaji wa wadudu na wanaingia ndani kwa ujanja kwa kumtumia Winky kama panya mkubwa wa mbwa. Wakati Hollens anaelekea kwenye sehemu ya kuhifadhi mali, Jasper anaingia kwenye chumba cha usalama cha kamera. Wakati huo huo, Estela anaivamia sherehe akiwa amevaa gauni jekundu la kuvutia na nywele zake za asili nyeusi na nyeupe, akiingia kwa mbwembwe kama Cruella na kuiba umaarufu wote kutoka kwa Baroness. Baada ya kuwadhibiti walinzi wa Baroness, Cruella anaketi naye kwa mazungumzo ya ana kwa ana. Wakati huo huo, Hollens anafika kwenye chumba cha mali, lakini anakutana kuwa mkufu haupo. Baroness anavaa. Wakati Baroness anajiandaa kumtoa Cruella kwenye sherehe hiyo kwa nguvu, Jasper anapanga mikakati ya kuvuruga shughuli kwa kuachilia panya wengi ndani ya ukumbi wa sherehe. Katikati ya fujo na vurugu hizo, Cruella anachukua kimya kimya mkufu na kumkabidhi Buddy, lakini mmoja wa Dalmatians anaingilia kati na kuumeza mkufu. Wakati Baroness anapiga filimbi ya siri kuwapa maagizo wa Dalmas wake, Estela anatambua kuwa ni sauti hiyo hiyo ya filimbi aliyosikia siku Catherine alipovamiwa. Hii ina maana kwamba Baroness ndiye aliyemuua mama yake kwa makusudi. Baada ya wizi huo kushindikana kabisa, wezi wao wanakimbia kutoka katika jumba hilo, lakini wanakuta gari lao limeondolewa na kufungwa. Estela anajifunza kuanzisha gari kwa nguvu na wanatoroka, lakini anasimama na kulia kwa uchungu, akitambua kwamba kweli Baroness ndiye aliyesababisha kifo cha mama yake. Siku inayofuata anawaamuru Jasper na Hollens kuwateka nyara Dalmatians watatu hadi mmoja wao atakapotoa mkufu huo kwa njia ya kawaida. Sasa akiwa amezama kabisa kwenye utambulisho wa Cruella, anamtembelea rafiki yake wa utotoni Anit Darling ambaye sasa ni mwanahabari. Anit anagundua moja kwa moja kwamba Cruella na Estela ni mtu mmoja, na Estela anamshawishi kutumia uhusiano wake kijonalisti kueneza umaarufu wa Cruella kwa umma. Na wakati huo huo, Jasper na Hollens wanafanya jaribio kuwateka Dalmatians kwa njia ya kipuuzi, wakisubiri hadi mbwa wao wanapokuwa wanaogeshwa. Sasa akiwa ameelekeza mawazo yake yote kwenye kulipiza kisasi, Cruella anatumia wiki chache zijazo kwa juhudi kubwa ya kumdhalilisha Baroness kupitia mtindo wa hali ya juu na umaarufu wa vyombo vya habari. Anaanza kuhudhuria sherehe za kifahari za Baroness akiwa amevalia mavazi ya kipekee kupita kiasi kila mara, akimshinda Baroness kwa uzuri na umaarufu, na anahakikisha kila mtu anazungumzia juu ya Cruella. Baroness sasa akiwa na kivuli cha jina lake mwenyewe katika mazungumzo ya jamii, anazidi kuwa na hasira na chuki dhidi ya vituko vya Cruella. Katika hasira, Baroness anamfuta kazi wakili wake kwa kushindwa kwa aibu kumkamata na hata kumtambua Cruella. Kisha anamwagiza Estela amtengenezee gauni maalum kwa ajili ya mkusanyiko wake wa msimu wa kuchipua. Estela anatengeneza gauni kwa kutumia kitambaa cha kifahari kutoka nje ya nchi, na kazi hiyo ilimvutia sana Baroness. Usiku huo, Hollens na Jasper wanavunja jumba la Baroness kana kwamba Cruella ndiye aliyefanya uvamizi huo usiku. Kwa hasira na hofu, Baroness anaamuru mavazi yote yahifadhiwe katika hifadhi yenye ulinzi mkali. Kwenye maficho yao, Jasper na Hollens wanaanza kuchukia tabia za Cruella kwa sababu ya matusi ya mara kwa mara na ukosefu wa shukrani kwa kazi yao. Lakini Cruella haoneshi majuto yoyote. Siku ya uwasilishaji wa mkusanyiko wa msimu wa kuchipua, Baroness anafungua hifadhi ya nguo zake, lakini anakuta kundi kubwa la nondo waliokula mavazi yote. Anagundua kwamba kitambaa alichotumia Estela kilikuwa mayai ya nondo, na hapo
ndipo alipounganisha ukweli kwamba Esteria na Cruella ni mtu mmoja. Nje ya jumba hilo, Baroness anamkuta Cruella, Jasper, Horace na Alt wakiweka onyesho kubwa katika Regent's Park wakimwibia tena maarufu. Cruella akiwa amevaa gauni lenye mtindo wa ngozi la Dalmatian anazua gumzo kubwa, na Baroness anaamini kwa Cruella amewaua mbwa wake ili kutengeneza gauni hilo. Cruella anarudi mafichoni, lakini anakuta Jasper na Horace wameshafungwa na Baroness pamoja na watu wake, na sehemu ya mpango wa Baroness ni kuwasingizia Jasper na Horace kwa mauaji ya Cruella. Cruella akiwa pia amefungwa anamwambia Baroness kwamba anajua aliua mama yake, lakini Baroness anajibu kwa dharau kwamba ameua watu wengi sana kiasi hawezi kukumbuka mama yake Cruella alikuwa nani. Baroness anaweka moto katika maficho yao na kuondoka akiamini kila kitu kimemalizika, lakini wakati anapoondoka kwa gari, Cruella anaona sura ya ajabu, mtu ambaye amekuja kumwokoa. Jiji lote la London linaaminishwa kwamba Cruella amekufa. Asubuhi inayofuata, Estella anaamka ndani ya nyumba ya John akiwa salama pamoja na mbwa wao. John amepata mkufu na anafichua kuwa ilikuwa funguo ya sanduku lenye rekodi ya kuzaliwa za Estella. Katika hizo rekodi inabainika kuwa Estella ni binti wa damu wa Baroness. John anaeleza kwamba Baron alitamani kuwa na watoto, lakini Baroness hakutaka. Anaamini kwa ujauzito ungeharibu na kukwaza kazi yake ya kifahari. Baada ya kujifungua, Baroness alimwamuru John amuue mtoto huyo, lakini John hakuweza kufanya hivyo, hivyo alimkabidhi mtoto kwa mjakazi wao mkarimu Catherine, ambaye aliyemlea Estella kwa siri. Estella anasikitika sana baada ya kugundua ukweli huo mzito, na anakimbia hadi kwenye chemchemi ya Regent's Park ambapo anazungumza kimya kimya na kumbukumbu za mama yake mlezi na kukubali rasmi utambulisho wake mpya kama Cruella, mwerevu, muovu na mwenye wazimu kidogo. Cruella anaiba roli, kisha yeye na Winky wanawavusha Jasper na Horace kutoka gerezani, lakini licha ya kuokolewa bado anamkasirikia na jinsi alivyodharau na kuwadhulumu awali. Cruella anawashawishi Jasper na Horace waende pamoja naye hadi kwa John, ambapo anawaita kwa fahari kuwa ni familia yake. Sasa wakiwa wameungana tena, kundi lao linaanza kuandaa mpango mpya kabisa wa kumwangusha Baroness mara moja na milele. Wakati huo Cruella anamtembelea Alt na anamshirikisha kwenye jukumu muhimu katika mpango huo. Horace anamwambia Estella gari jipya aina ya Panther Devil na anatania kuhusu jina hilo kufanana na neno devil. Ingawa inatamka Devil, Estella anapenda jina hilo sana. Usiku wa sherehe mpya ya kifahari ya Baroness, anakumbwa na mshangao mkubwa anapogundua kuwa wageni wake wote wamevalishwa nywele bandia nyeusi na nyeupe pamoja na mavazi ya Cruella wakisherehekea. Baroness na walinzi wake wanajikuta katika tahadhari kubwa wasiweze kumtambua Cruella halisi. Cruella akiwa tayari ndani ya jumba hilo anamchoma Baroness na sindano na kuiba filimbi ya mbwa wake kabla ya kujificha bafuni na kubadilisha mavazi. Muda mfupi baadaye, Baroness anavutwa nje na Dalmatias hadi eneo lile lile aliyomuua Catherine. Katika eneo hilo, Estella anasubiri akiwa na filimbi mdomoni. Ndani ya jumba, Horace, Jasper, Anne na John wanawasaidia wageni kutoka nje. Baroness anawaachilia Dalmatias wake akitarajiwa mtatize Estella kama alivyomfanyia Catherine, lakini mbwa wao walimkimbilia Estella na kukaa kando yake kwa upole, wakionyesha kuwa wanamtambua kama bwana wao mpya. Estella anafichua mbele ya hadhira kuwa yeye ni binti wa damu wa Baroness na anampa fursa Baroness kuchukua sifa zote za kipaji chake cha ubunifu. Katika matumaini ya kurekebisha mambo, Baroness anapendekeza waendeshe kampuni pamoja. Mama na binti anamkaribia Estella kwa taratibu na kumkumbatia kwa upole, lakini wakati wa kumbatio hilo, Baroness anamsukuma Estella kutoka kwenye mwamba hadi kwenye kifo chake. Baada ya kutambua kwamba wageni wote waliokuwa kwenye sherehe wameshuhudia mauaji ya wazi, Baroness anajaribu kuyafunika kama ajali, lakini Estella anafichua kwamba alinusurika anguko hilo kwa msaada wa sketi maalum iliyoshonwa kuwa kama parashuti, uvumbuzi wa kipekee yeye pamoja na Alt. Wakati Baroness anaongozwa kuingia kwenye gari la polisi kwa tuhuma za kumuua Estella, Cruella anaingia kwenye sherehe akiwa ndani ya gari la Devil kwa mara nyingine tena, akiwashangaza wote na kumdhalilisha Baroness wakati wake wa aibu zaidi. Cruella anaeleza kuwa Estella alimwachia kila kitu kwenye uhusia wake, akimaanisha kuwa utajiri wote wa Baroness sasa ni wake. Baada ya kufanya mazishi ya heshima ya Estella, Cruella anarudi na Jasper pamoja na Horace kwenye jumba ambalo sasa limepewa jina jipya la Hellwalk. Sasa akiwa mrithi halali, Cruella Devil anaamua kuishi kwenye jumba hilo pamoja na timu yake mpya. John na Ed pia wanajiunga na maisha mapya ya kifahari, na Cruella anawaambia kwamba na mipango mikubwa inayokuja. Baadaye Cruella anapeleka watoto wawili wa mbwa wa Dalmatian kwa Rodger na Anita na anawapa majina ya Pongo na Perdita. Rodger ambaye sasa anajihusisha na uandishi wa nyimbo anaanza kutunga kazi yake mpya, wimbo kuhusu Cruella Devil. Na huu ndio mwisho wa mzigo wa Cruella. Niambie kwenye comment muonaje huu mzigo, na kama huja subscribe basi hakikisha una subscribe na familia yangu. Hakikisha una like, una comment na kushare ili watu wengine pia waweze kuiona. Mimi ni Kachil na hii ni Kachil Swahili Movie.